Mara nyingi mtu anapokuwa amenunua ramani mtandaoni, hasasa aliyoipenda kwenye YouTube, asilimia kubwa wengi wamenipigia simu wakisema gharama nazo kwa zimetamkwa pale na akienda kwenye uhalisia huwa ni tofauti. Je, unajua hili ni kwa nini? Sababu kubwa ni moja. Hii sababu inasababishwa na watu wenyewe, kwa hiyo wateja wa kibongobongo wa Tanzania kupenda mserereko. Tunapenda wepesi. Unakuta mtu anahitaji nyumba yenye mahitaji mengi, lakini hapo hapo wanasema nataka ya gharama nafuu. Huwezi ukasema unataka nyumba ya vyumba vitatu, kuwe kuna master, kuna public toilet, kuna jiko, kuna store, kuna sebure, kuna dining, kuna corridor, kuna veranda mbili ya mbele na nyuma, vyumba vile vikubwa vizuri vya kujiachia, halafu vikao vina gharama ndogo. Ni kitu ambacho hakipo. Hapo tayari hiyo ni nyumba kubwa. Sio bishi, ni nyumba kubwa, lazima iwe na gharama kubwa. Mfano hai, mimi naandika kabisa mara nyingi nyumba hii mpaka kujenga msingi mpaka kupiga bati itatumia shilingi milioni 20. Kila kitu, material pamoja na ufundi. Watu wengi wao wanakimbia ile video, hawezi kuangalia kwa sababu ina gharama kubwa. Ila nyumba kama hiyo hiyo mtu mwingine akiposti na akasema inatumia gharama ndogo, labda akaweka mfano inatumia milioni 7, watu wengi ukimbia kwenda kuiangalia na kuinunua, kitu ambacho sio sahihi. Nyumba ina mahitaji mengi. Hata kama atakwambia amekudanganya, lazima pige mahesabu. Atakwambia anatumia bloko 2000. Sasa bloko 2000 kwa shilingi 1000 tayari ni shilingi milioni 2. Bado hujalisafirisha, bado unanunua mchanga, hujanunua simenti, hujamlipa fundi. Kwa vitu vingi atakudanganya, wote kimbilia kununua ile ramani kwa sababu inatumia mahitaji kidogo, na mwisho wa siku utamfaidisha yeye kwa vitu hivi viwili. Kwanza umemuongezea viewers, watazamaji watakuwa wengi kwenye channel yake ya YouTube, ambalo hilo sio jambo baya, ni jambo zuri. Hapo pili umemuungisha ramani. Hilo sio jambo baya, ni jambo zuri. Ubaya unakuja wapi? Ubaya unapokuja nje ya hayo mawili niliyotaja. Ni pale wewe ulitaka kununua kitu cha bei ndogo, wakati huo huna mudu, yani huna uchunguzi nacho, hujakifuatilia. Kwa mara nyingi nyumba nyingi wengi wanafeli kwa sababu wanadanganywa na uhalisia. Kitu anaambiwa kinatumia gharama ndogo wakati kile kitu kinatumia gharama kubwa. Huwezi kujenga nyumba yenye mahitaji yote alafu kaambiwa ina gharama ndogo. Huo ni uongo. Huo ni uongo kabisa. Kwa hiyo ni moja ya sababu inayosababisha watu wengi mshindo kumaliza nyumba mnapokuwa mmenunua ramani, kwa sababu hiyo. Na ndio maana mimi mtu akishanunua ramani kwangu huwa anapiga mahesabu ya kila kitu. Anapoenda kuanza ujenzi anakuwa anajua budget ya msingi pekee yake nitatumia shilingi ngapi, nitakapokuja kuanza kujenga boma nitatumia shilingi ngapi, nitakapokuja kuanza kupaua nitatumia shilingi ngapi. Yeye mwenyewe aone anaweza. Kama jibu ni hapana, angalia njia mbadala. Kama tutaweza kwenda hatua kwa hatua, mchanganuo wote nimeandaa. Kama tutaweza mwanzo mwisho nimeandaa. Lakini mara nyingi wengi huwa mnafeli hilo kwa sababu ya kuhitaji kamserereko. Kwa hiyo ukahitaji vitu vizuri kwa gharama ndogo, ni kitu ambacho hakipo. Sasa kwa sababu yule mtaalamu anakuwa anajua uzoefu wenu kwamba nyinyi mnataka vitu vidogo, vitu vizuri kwa gharama ndogo, anaamua kutumia maneno mazuri, lakini ukiingia kwenye uhalisia hakuna. Leo kuna engineer mmoja hivi kwa Arusha, ndika ile nyumba inatumia milioni 120. Wengi wakawa wamekimbia hajafuatilia sana. Ila kuna mtu akaidownload picha ile akaandika ile nyumba inatumia milioni 12. Wengi wakakimbilia kuinunua. Ramani ni ile ile. Tukienda kwenye uhalisia ikawa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo inatakiwa muweze kujifunza na muhakikishe kwamba unachofuatilia uwe unachuja mwenyewe kwa umakini. Uweze kaambia eneo kubwa alafu kahitaji kitu cha gharama ndogo wakati mahitaji yako ulionayo ni makubwa. Kwa hiyo lazima uweze kuangazia hilo. Wengi sana nimeona akinipigia simu amenunua, kwa baadhi ya watu wamefeli, mwisho wa siku ananitafuta mimi. Sasa ukinitafuta mimi nitahitaji fanya biashara na ile kazi ambayo nimeiandaa mimi, au nikuandalie mimi ya kwangu. Ya yule mtafute yule mmalizane naye yeye mwenyewe. Kwa mimi kwa swala ya yule sitahusika, hata kutoa ushauri sitatoa, kwa sababu yule una mawasiliano nao na ushafanya naye biashara. Kwa hiyo mtafute yeye akupe ushauri. Kwa mimi sitoi ushauri kwa wakati kwa watu kazi ambazo zimeanza kwa watu wengine. Wale watu wengine natakiwa na wenyewe wana ushauri wao na wana utaalamu wao. Kwa hiyo wafuate, ongea nao vizuri, sio unifuate mimi wakati yule mtu yupo. Kwa hiyo wote taaluma zetu zinafanana. Kwa kile nilichosomea mimi na yule ni kitu kimoja. Tunapokuja tofauti, mimi naweka ukweli zaidi, wale wengine wanaweka uongo zaidi. Na ndio maana mnakimbilia sana. Mwisho wa siku inawakosti. Umejiandaa kwamba hii nyumba nitatumia milioni mpaka na finishing kabisa, utakuta amekwambia hii nyumba mpaka finishing inatumia milioni 35 tu. Ukienda kwenye uhalisia nyumba ya milioni 80 mpaka finishing. Sasa ukipiga hapo hasara nayo kuja hapo ni zaidi ya mara mbili. Kumbe hiyo milioni 35 ulikuwa unaishia tu kupaua, hela imeisha. Kwa hiyo lazima muda mwingi muwe makini, mfuatilie na kuhoji kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo leo nimewafundisha hivi, kesho nitaletea somo nyingine ambalo linasababisha ni chanzo gani kingine ambacho kinasababisha watu wanafeli kumaliza nyumba zao kwa sababu ya nini.
Hii ya kwanza nimeshakwambia, nyingine nitakuletea kesho.